haya mawe unaweza kumpiga mtu na akatoka mundu, lakini pia haya mawe unaweza ukaweka kwenye kifusi kama unajenga nyumba yakakusaidia pia. Lakini pia nikuibie siri, kama upo kwenye mahusiano yana thamani kubwa sana, haswa kwa watu wale ambao hawana kitu. Mfuko nimeuhifadhi pamoja na haya mawe kama historia kwangu, kwa sababu toka 2024 ninayo humu ndani. Nataka nikueleze haya mawe yalitumika wapi, yalitumika vipi. Tuone kwenye Sini ya Dunia season 1. Sawa? Nataka uniambie pia hapo chini ni sini ya ngapi. Kwa makini hapa na kuwekea sini. Okay. Tuone. Yeah. Wewe. Hivi imekuwaje leo? Mume wangu unajua unanichanganya. Ulivyokuja na kifurushi, mke wangu nimekuletea nyama. Nikasema, kumbe mume wangu unanijali. Leo umekunywa pombe gani? Au umekunywa pombe za kizungu? Mimi sina mbambamba. Hivi unajua unanichanganya. Umeleta nyama kilo ngapi? Tuone, fungua mwenyewe. Baba una baya. Nyama leo. Hey. Hivi vuta picha, mtu anakuja kama hivyo, umeshinda njaa toka asubuhi, alafu mtu anakuletea mama, utamfanyaje? Hii sini bwana, kusema kweli, ni sini ambayo ilinifungulia sana njia, ilinifungulia sana mipaka, ilinifungulia sana kujiamini, ilinifungulia mashabiki, ilinifungulia watu kibao. Na hii sini bwana, kusema kweli, picha linaanza changamoto iliyotokea kabla sijaja Faida. Tulishuti siku hizi 2. Siku ya kwanza tulishuti wide, tukashuti afu sasa kesho itabidi tena tuendelee kwenye shot yangu, shot ya Cindy. Mfuko bwana ukafanyaje? Ukapotea. Ibidi sasa tuangalie kwenye preview pale kwenye wide mfuko ulikuwa na rangi gani. Tukaanza kutafuta, tukaenda madukani, tukanunua mfuko, tukatia haya mawe kama kawaida, tukaendeleza shot zetu. Ni sini ambayo ilikuwa ngumu kwangu. Ilikuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na hofu baba Asma anakuja ananielezea sini iko hivi na hivi na hivi, utamletea mawe mke wako. Nikashangaa, mawe vipi? Akaniambia usijali, sini zangu mimi zinakuwa ni za surprise. Kwa hiyo tuone utakaposhoot ndio utajua. Siku ilipofika tukaingia mzigoni kama kawaida, anaelezea sini ndio hivyo. Kila mtu bwana alisema director baba Asma salute. Ni sini fulani hivi kali nzuri. Nikajifunza kitu, yani kwamba kama msanii ama nikija kuwa director niwe na kitu fulani cha tofauti katika kila sini zangu. Ushaona? Na pia akaniambia kwamba ili uwe msanii mzuri, chochote unachopewa tengeneza na ubunifu wako ili unyama utokee. Si unaelewa? Baada ya hapo tukashuti, tukaimaliza, kaja kaeditiwa bwana, ikatoka episode sikufichi. Episode hii ilikuwa ni kali sana, ilikuwa ni nzuri sana. Watu walipenda, walipokea na ilikaa vichwani mwa watu kwa sababu kwamba hata nikiwa natembea hivi mtaani mpaka hivi leo ipo kwenye kumbukumbu za watu vichwani mwao. I hope hata wewe pia. Kwa hiyo kila mtu nakutana naye, mwanangu ile scene ulompelekea mke wako mawe ndio scene ambayo ilisababisha mimi nikae sasa nianze kufuatilia dunia. Ni scene fulani hivi, faida yake pia ukiitazama ni nzuri kwa sababu ina maneno ya kiutu uzima zaidi na maneno ya kindani zaidi, mazito zaidi, kwa sababu inafundisha kama hauna kitu. Kwa sababu nilikuwa namwambia mke wangu pale maneno ambayo yalikuwa yanamtia moyo, yanamtia nguvu. Hata kama nimeleta mawe, kwa nini nileta mawe? Nileta mawe kwa sababu majirani washanizoea mimi ni mtu ambaye wa pombe, hawanithamini, ni mtu ambaye mifuko nje au mifuko isokuwa na kitu. Kwa hiyo kitendo cha kubeba mfuko kupita nao majirani wanakuona na unaingia nao ndani sikufichi, ni moja ya thamani sana.
watu wanaona kabisa baba unajituma, unaleta kitu nyumbani kwako. Kwa hiyo hata wewe pia unahisi kama umetoka kazini umekosa cha kubeba, basi beba hata pipi ya 200. Ni kitu kikubwa tena na chenye thamani kuliko kuingia mikono tupu nyumbani. Kwa hiyo ilibeba maudhui mazuri, ukitazama scene hiyo utajifunza. Na mimi pia umejifunza. Lengo la director lilikuwa ni kuelimisha watu kupitia nyama zile, kupitia mawe yale. Kwa hiyo kila mtu alijifunza. So ni scene fulani nzuri sana, ilifungua mipaka, ilifungua wigo mkubwa sana, lakini pia imenifanya nijiamini na niongeze ubunifu, kwa sababu comments za watu zilikuwa ni nyingi za kupenda nilichokifanya. Hata pia wasanii wenzangu, Cindy alifanya vizuri kupokea maneno, kuyacheza vizuri, tulichezeshana vizuri, ilikuwa amazing sana, kila mtu alifurahi. I hope hata wewe ulifurahi. Sasa nataka nikuache na zoezi moja. Kama kweli ulikuwa unafuatilia Dunia season 1 episode ile ya namba 1 mpaka 148, nitajie hii scene ni scene ya episode namba ngapi? Ukifanya hivyo nitakupa shout out kubwa sana, na hisi nitakutafuta nikupeta zawadi. So ulikuwa nami mimi Mudi Muzungu Pakalaba. Lakini sikufichi, siwezi kufunga kipindi pasipo kukufundisha wewe namna gani ya kufanya matengenezo. Umeona hichi kidole? Unaangalia hivi karibu, alafu nakitoa kidole machaka na ganda hivi. Ni kubwa Mudi Muzungu Pakalaba hilo. Tukutane kwenye scene inayofuata. Tutaelezea vizuri, tutaichambua. So kama una maoni yoyote, make sure unaniandikia hapo chini ili tuboreshe kipindi chetu. Au unaonaje? Ulikuwa nami Pakalaba.